Tumezungumza sana kwa uchungu, waheshimiwa madiwani wamezungumza sana kwa uchungu, lakini tujue, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi, wewe, kurugenzi, waheshimiwa madiwani na wote tuliokuwa hapa, tunapimwa kutokana na mapato. Hicho ndo cha kwanza, kigezo cha kwanza. Ukiacha lile swala la amani na utulivu. Lakini mapato inashika nafasi ya pili kwenye kupimwa kwetu. Kwamba mapato ndio roho ya wilaya, ndio roho ya halmashauri. Kama hakuna mapato, hata posho hatuwezi kupata, mishahara hatuwezi kupata. Mwisho wa siku sisi tunakuwa tunachangia kidogo sana kwenye pato la taifa na pato la mkoa. Bado tunatakiwa tukaze uzi. Tunatakiwa vile vyanzo vya mapato ambavyo tumepanga kuvisimamia, tuvisimamie kwa dhati bila kula pesa mbichi. Hapa katikati tulifanya niseme nini? Ambush au operation, mtaita mtakavyoweza. Lakini tulisema huyu tukaangalie, kwa sababu kurugenzi aliandika mwenyewe barua kwangu na akaomba DC, naomba unisaidie kwenye swala zima la mapato na miradi. Tuliamka saa 9 usiku na kamati yangu. Saa 11 tuko Tumbuju. Tulitaka kwenda kujifunza kuona mapato yanapoteaje. Tulikaa pale mpaka imefika jua linachomoza, boti zinakuja za samaki, za madagaa, wafanyabiashara wameshafika pale, mabeseni yameanza, kumbe wanaenda na beseni mpaka kule katikati, mpaka nasema watazama wale jamani, washikeni. Kumbe wanaenda na mabeseni, sio ndio wanahitaji. Wengine wanaenda na vidingi kule kwenda kuwahi kushika zile boti. Wanarudi na zile boti mpaka pale, mabeseni ya dagaa yanabebwa pale, mkusanya mapato hayupo hata mmoja. Hayupo. Tunaanza kukimbizana, jamani rudisheni kwanza, kaeni hapa. Yaani kwa kifupi mapato yanapotea kwa kiasi kikubwa. Ile ni siku moja ambayo sisi tulikwenda na tukawahi kufika pale. Ina maana wakusanya mapato tulichogundua mambo mawili au matatu. Hawaishi Tumbuju, wanaishi mjini. Tuseme inna lillahi msiba au Bwana ametoa jina yake msiba tunao kwenye mapato. Hapo tumeenda Tumbuju asubuhi. Kuna Tumbuju jioni zile zinazorudi. Unauliza wale, anakuambia akishakusanya asubuhi mwingine anarudi zake nyumbani kupumzika. Kwa hiyo kwenye mapato, waheshimiwa madiwani, mkitaka kuremba, rembeni. Mkitaka kufanya business as usual, fanyeni. Lakini hali ni mbaya. Na ninawapongeza, nasikia ile timu imevunjwa, sijui imefanyaje ya mapato, lakini kwa kifupi ile timu haifai. Niseme hapa, haifai ile timu ya mapato. Tulipata shilingi ngapi siku ile baada ya faini zile? Zipatikana shilingi ngapi siku ile? Zoezi la masaa mangapi yale? 4 au 5 tuliokaa pale. Milioni 23 tulizipata ndani ya masaa mangapi? 5 tuliokuepo pale Tumbuju. Sasa zinapotea shilingi ngapi? Hizo ni milioni 23 na hapo bado kuna wengine tunawadai 25. Ndani ya muda wa masaa mangapi? 5 ni asubuhi. Hatujasema Kitoni, hatujaje Kilindoni. Maana baada ya kusikia tuko kule, wa Kilindoni wakaanza kukimbia wavuvi. Wanasema kuna mambo huko yanaendelea Tumbuju. Hatuambieni siku na saa. Ni kama kifo akina hodi. Siku hatuseme wala saa, mtasikia tumeibuka tena sehemu nyingine. Sisi ndio popo. Kamati ya usalama huwa ilalagi. Kwa hiyo mtakapounda kamati mpya ya mapato, timu mpya ya mapato, tushirikishani basi. Unashangaa tu, unasikia tu fulani kawekwa sehemu fulani, unamweka mtu Tumbuju. Tumbuju ni sehemu ambayo imechanganyika watu wengi. Imechanganyika watu wengi. Inatakiwa mtu aende pale ambapo yuko tafu.
Mtu ambaye mbabe kidogo, mwenye mikwala kama yangu, akifika pale uongo. La ndio hivyo kanileta fulani. Kwa hiyo issue ya mapato tusikalie kimya. Waheshimiwa madiwani, naomba kwenye mapato muwe wakali. Mkiwa wakali mambo yatafanya nini? Yatakwenda, yatanyooka vizuri sana.